Wanangu, mambo vipi? Mtich Media, mimi ni Pizze Smoker. Leo tupo kitaani, tupo na mwenetu hapa, mkali wa Singeli, anapatikana Kongowe. Tumekuja kujua mziki wako wa Singeli unaendelea vipi. Tupo na mwenetu, atatupa ladha kidogo hapa ili mashabiki mjionee. Kwa jina naitwa Modale, msanii. Nataka kutoa ladha kidogo, kwanza niwaoneshe nini kwamba nini nafanya. Wape ladha. Simi niwape ladha kidogo kama kwamba nini nafanya, kwa sababu uwezo ukasema mwanamuziki alafu hujatoa ladha. Cha muhimu kwanza uoneshe kitu unachokifanya, watu waamini na watu wasikilize, kwa sababu sisi tunatoa taarifa kwamba jamii kwamba tusikiliza hivi na hivi kwa kutisha mambo mbalimbali. Twende. Okay. Twende mwana. Poa. Habari ya mjini leo, habari ya mjini Kisingeli. Habari ya mjini leo, habari ya mjini Kisingeli. Hiyo ngoma nimefanya kazi kwa DJ Nguto. Afu na ngoma yangu nyingine nimefanya kazi kwa DJ Mushizo. Inaitwa DX Mbwa Wewe. DX Mbwa Wewe. Tupe ladha kidogo, DX Mbwa Wewe. Hiyo nimemzungumzia DX. DX na kuchukia mbwa wewe, nakupa moyo wangu alafu na uchezea. Leo hii unajifanya unanipenda, eti unaleta shobo, unanishobokea. Leo nakutuka na hiyo nimemtuka na DX, kwa sababu yani nimezungumzia kitu kichokuwa cha ukweli na kisha nitokea, kwa sababu mimi siwezi nikanaimba tu kwamba nimbe mradi kwamba nazungumzia kitu kwamba maisha yangu yametokea au kuna mtu jamii imemtokea iko kitu ndo nazungumzia maisha yangu. Ngoma ya DX inaonekana ngoma kali sana. Nimesikia kidogo tu hapo ameimba, inaonekana ngoma kali sana. Na hii kama ulivyosema mwenyewe ilikutokea kabisa kwenye maisha yako, ndo kapata hisia ile ya kusema ngoja sasa nichole ili ngoma ili ujumbe umfikie. Ndio hiyo. Ndio hivyo. Nakubali sana. Bwana, kama tunavyojua kwenye Singeli sasa hivi kuna vipaji vingi sana. Vipo vingi sana. Usiona kila mtu anahitaji kutoka kwenye huu muziki wa Singeli. Nataka tujue kwako wewe unatumia njia gani ili mashabiki wakufahamu zaidi ya hapa ulipo. Najua Kongowe mzima nakufahamu, Mbagala nakufahamu, ndio tunahitaji kufahamike sehemu mbalimbali. Mwanza, Arusha, wapi. Sasa wewe unatumia platform vipi ili ujulikane, na maana ili nawe uwe star, ili muziki wa Singeli baadaye uje ukulipe? Yaani mimi kitu ninachofanya ni kumuomba dua Mwenyezi Mungu, kwa sababu sisi ndio toa dua kumuomba Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ukiamini sana ushirikina, kwa sababu hata kama nyimbo umekosea, labda umekosea kuandika ngoma, lakini kumbe ulipokosea mwenyewe unaanza kuamini ushirikina, unaenda kuloga. Sababu andika kitu kizuri, omba dua kwa Mwenyezi Mungu, Mungu kama akiamua kufungulia njia, utafunguliwa njia. Kwa sababu kuna watu wamepata majina bila kutegemea kolabo. Kuna watu wamepata majina tu washangaa, huyu bahati katoboa, so bahati kwamba ni uandishi. Umiza kichwa uandishi, omba dua kwa Mwenyezi Mungu, Mungu kama akifungulia njia kama ipo tu. Na muda wako ukifika tu wewe mwenyewe utajionea mafanikio kwenye muziki. Mchawi kuongeza bidii tu. Msanii gani alifanya wewe, yani alikushawishi kwamba upende muziki wa Singeli ukatamani nawe ukaja baadaye ukasema na mimi natamani niwe msanii wa Singeli? Ni msanii gani ambaye amekushawishi na wewe uingie kwenye muziki wa Singeli? Mimi msanii alinishawishi kwenye Singeli, Msaga Sumu. Ndio kwa Mungu ndo nilishawishi kwamba msanii wa Singeli, kwamba nikisikiza singo zake anazoziimba yani zina ujumbe, kwamba zinafundisha watu, zinaelimisha watu. Ingawa watu wanamuona kwamba sasa hivi Msaga Sumu ni mtu mzima, lakini Msaga Sumu ndio kafanya Singeli ionekane Singeli na Singeli julikane Singeli. Nataka unitajie wimbo mmoja kwanza Msaga Sumu ambao unaukubali, yani toka atoe mpaka leo wimbo wake unaishi moyo wako. Wimbo gani ambao Msaga Sumu unakubali wewe? Msaga Sumu ana nyimbo nyingi sana anazozikubali. Mimi nataka unitajie nyimbo moja tu. Kuna ngoma yake aliomba na Mfalme Ninja ile mwanaume mashine. Kazungumzia ni kwamba kitu cha ukweli. Alafu na ile nani shemeji, unanitega shemeji. Kwamba sio pesa, mwanamume mashine. Nakubali sana na ile natega shemeji nao kazungumzia kwamba shemeji yake anamtega. Ile ni mke wake wa nani wa blaza yake, lakini anamtega kwamba yani anazungumzia ujumbe wa jamii kwamba ajifunze kitu fulani. Uandishi wasanii wachache sana wanaondisha ujumbe ambao unaeleweka mtaani. Wengi sana wanaandika ujumbe ambao hauna maana. Ila kwa Msaga Sumu respect, kwa sababu amechonga barabara na hao watoto wadogo wanakuja sasa hivi wanaiendesha. Sasa kuna kitu kimoja ningependa kujua kutoka kwako wewe. Sasa hivi kwenye Singeli tuna making watatu ambaye kile mtu akikutana kwenye interview ukitaka sababu na mimi king wa Singeli, mimi king wa Singeli. Tunadula Makabila anasema yeye ni king of Singeli. Tuna D Voice ambaye anasema yeye ni king of Singeli. Tuna Elisha anasema yeye ni icon wa Singeli. Kati ya hawa watu hawa watatu kuna Dula Makabila, D Voice na Singeli.
yupi ni msanii wako bora na anafaa kuwa king wa Singeli? Mimi hapa maisha yangu ya muziki anaposikiza muziki kwenye Singeli. Singeli ni yani ni muziki ni upepo, hakuna mfalme wa Singeli. Muziki ni upepo. Yani bora hata tungempa cheo Msaga Sumu kwa sababu Msaga Sumu ndio kaitangaza Singeli na imejulikana kwa Singeli. Lakini kwamba Makabila muziki wake ni upepo, kama kuna kipindi fulani anaiti, kipindi fulani anapotea. Voice wote wanaimba vizuri na wameenda, ila katika ufalme wa Singeli hakuna mfalme wa Singeli. Muziki wa Singeli ni upepo na bidii yako, sababu hata wewe mwenyewe ukiamua umpite Voice upambane, unapambana bidii fulani unafika unampita tu. Wangapi wameanza muziki sasa hivi wapo wapi hawapo wametoboa. Sana. Bwana, sasa hivi kumekuwa na bato kubwa sana ya uandishi kwenye muziki wa Singeli. Naamini sasa hivi watu Singeli wanaiangalia kwa wigo mpana zaidi. Ina maana sasa hivi watu wataangalia kwenye uandishi na wataangalia ina maana je, umewekeza vipi kwenye video zako, kwenye audio zako. Tunaona kama mtu anaitwa Naneliu Doni Blizi, kuna Msomali. Hawa ni watu wanaandika sana muziki. Sio, umenielewa? Na hawa watu sasa hivi wanashindanisha. Je, nikikokea Doni Blizi afu nikakokea na Msomali Vitamini, wewe unaondoka na nani hapo? Hapo mimi naondoka na Doni. Na Doni. Kwa nini Doni? Doni anaandika sana. Doni anaandika sana. Msomali anachezesha. Anachezesha. Sawa. Bwana, ningependa uwaambie wanangu hapa wanaotuangalia sasa hivi kupitia Mantich Media. Nataka kuwatajia akaunti zako, majina yako kwenye akaunti zinapatikana wapi na wapi, ili wakasikilize ngoma zako kali, wazisikilize ili wakusupport. Najua tunahitaji support kubwa kutoka kwao ili na sisi twende mjini. Mimi kwa naambia kwamba kwa sasa hivi akaunti yangu ama sijafungua kabisa, yani ya usajili, kwamba natumia masupply. Wakiingia kmziki.com watazikuta ngoma zangu, wakiingia Vidoboy watazikuta ngoma zangu, Baba Ivani Supply watazikuta ngoma zangu. Na mashabiki zangu nachoambia tena, mwaka huu nataka nifanye jambo la maana sana, nataka nifanye ngoma hiti mwaka huu. Ndio. Bwana, nataka nikupe dakika moja kwenye nyimbo yako ya DRX, uniimbie dakika moja. Nataka mashabiki zangu waone unachokifanya kwamba ni noma zaidi. Poa. Kwako nakumbuka jina, niling'oa mizizi na kukata shina. DRX na kuchukia mbwa wewe, nakupa moyo wangu halafu na uchezea. Leo hii unajifanya unanipenda, eti unaleta shobo, unanishobokea. Ngoma hiyo hapo, hiyo niloimba hapo, hiyo inapatikana kutoka kwa DJ Mushizo. Nimeacha kwa DJ Mushizo, lakini ukiingia mtandaoni ukiandika ikmziki.com ukiandika mbwa wewe unaweza ukaikuta, na ukaandika na jina langu pale Modare msanii, unaikuta ngoma yangu. Napatikana unapaita TikTok. Ukiingia TikTok ukiandika Modare Mnyama napatikana pale, unaweza ukachukua viklipu vyangu. Kuna show zangu nimefanya sehemu mbalimbali, Mbagala wapi za Kiemgani, sehemu mbalimbali, sehemu nyingine Vikindu wapi Kisemvule, mwenyewe utaziona na utaona uwezo wangu, kwa sababu sasa nikajielezea sana. Ingia mtandaoni utaona. Bwana, huyu ni Meudale kama alivyosema mwenyewe, ingia mtandaoni kwa Vidoboy utaona ngoma zake zipo, na hii ngoma kafanya kwa Mushizo, na kama tunavyomjua Mushizo ni mkali, hawezi kufanya na ngoma na mtu kichwa kibovu. Na maana huyu anaweza muziki, maana Mushizo kakubali kukaa chini kafanya naye ngoma. Tunataka tujue experience yako kufanya ngoma na Mushizo iko vipi, ulivyokutana naye siku ya kwanza mlivyorekodi ngoma. Ni mtu aina gani yani Mushizo? Yani Mushizo ni mtu yupo ambaye yupo peace sana. Yani mtu yote unaweza kufanya naye ngoma, lakini ni makubaliano. Na jinsi unapompata wewe kwamba ni yupo peace. Yupo peace, mimi nilikuwa naishi naye fresh, na mimi nilikuwa natamani sana ndoto zangu sana nifanye naye kazi. Nashukuru Mungu nimefanya naye kazi na fresh, tumefanya kazi fresh. Nilipokosea alikuwa ananielekeza, hapo umekosea fanya hivi. Kitu mwenyewe nimelizia, nimerekodi nimelizia, na yeka kati kazi ndo kaachia. Kuna vijana wengi sasa hivi mtaani wanatamani kufanya kazi na Mushizo. Naamini jinsi ya kumpata hapo. Je, wewe Mushizo alikuchaji shilingi ngapi ili mkafanya hiyo kazi? Mimi Mushizo nimefanya naye makubaliano, kwa sababu nikiongea, kwa sababu hiyo inakuwa ni siri kubwa sana, kwa sababu mimi alivyonifanyia mimi kanifanya kifamilia, kwa sababu mimi sijaenda kumfuata kama Mushizo, kwa sababu mimi nimemfuata kifamilia. Nikiongea kwa sababu nitakuwa nimemdhalilisha yeye brand, na mimi hapa nitakuwa nimezingua, nitakuwa yani makubaliano mimi na yeye nitakuwa nimeyakosea. Sawa. Ni makubaliano. Tofauti na Mushizo, ushafanya ngoma na producer gani mkubwa kama Mushizo? Nguto, DJ Nguto alikuwa anafanya kazi na Meja Kunta, nimefanya naye. Ndio hiyo ngoma niloimba hapa Beli ya Mjini Kisingeli, nimefanya DJ Nguto. Hiyo ukiingia Nguto, ukidownload Nguto, ukiandika jina langu, ukiandika Singeli, unaikuta Singeli yangu. Modale mkali kabisa. Tunataka tena utupe ngoma yako ile rekodi kwa Nguto, tuimbie na dakika moja ili mashabiki nao waisikie, ili hata kwenda kuitafuta washawishike nao wakaitafuta wakaisikia. Habari ya mjini leo, habari ya mjini Kisingeli. Wanangu habari ya mjini leo, habari ya mjini Kisingeli. Paka madada
wanacheza singeli na masela wanacheza singeli. Yaani hiyo ngoma nimezungumzia kwamba uswahilini, maisha uswahilini, kwamba watu wanadharau kisingeli. Lakini singeli ni mtu yoyote anacheza. Haijalishi mwanamke, mvulana, yani yoyote mama, kwamba inafurahisha na burudisha na inachangamsha mwili. Ndio maana nikasema habari ya mjini ni kisingeli, kwamba mtu yote anaweza, kwa sababu watu wengi singeli wachukua muziki wa kiuni, walikuwa na udharau. Lakini singeli sasa hivi imeonekana kwamba ni singeli international na watu wanaishi kupitia muziki wa singeli, wanapiga show sehemu mbalimbali. Yes, ndio maana namaanisha uandishi wako uko vizuri sana, kwa sababu unaandika vitu ambavyo vyenye kueleweka na maana unaelezea kitu na mtu anakielewa. Ni kweli kwamba muziki wa singeli unaonekana ni muziki ambao kama wa kihuni, sio muziki wa kibiashara. Lakini sasa hivi tunaona singeli ni muziki wa kibiashara. Watu wanalala vizuri, wanatembea gari kali, nimenisoma. Kwa hiyo unachokifanya ni kizuri zaidi, na mimi naamini utafika mbali, kwa sababu unaandika muziki mzuri na muziki wa kisasa ambao unahitajika sasa hivi. Nataka kujua kutoka kwako wewe, sawa, kitu gani kikubwa zaidi yani kilichokufanya yani ufanye muziki wa singeli, labda ni kitu gani kikubwa zaidi yani? Mimi hapa muziki wote mimi naimba kwamba singeli, bongo flava, ila kwamba muziki unaangalia kwamba muziki unaweza ukacontrol vipi, kwa sababu muziki wa bongo flava unatumia nguvu kubwa sana kutoboa, lakini muziki wa singeli ni mrahisi sana kutoboa, yani uandishi. Lakini muziki wa bongo flava inabidi upate producer mkali, na producer alikokuwa na jina ndio anakusupport wewe, yani ndio unaenda. Lakini singeli hata kwa producer kawaida, lakini ukitumia uandishi unaenda mbali. Sasa hivi tumekuwa kabisa tukifuatilia kwenye mitandao ya kijamii, tunakuona upo karibu sana na Sizo Madrid, producer ambaye alifanya ngoma ya remix Dayo featuring Stizo. Tunakuona upo karibu naye sana. Tutarajie nini wewe na Sizo? Kuna kitu nataka niachie, ni kitu kikali, mtakisikiliza mwenyewe mjumbe, kwamba mtafikia mwenyewe, mtajionea kwamba sitaongea sana, lakini mtajionea kwamba Sizo Madrid pale tunafanya kazi, mwanangu, familia, kwamba tunafanya kazi pale, na mtu hata kama leo anaanza kufanya kazi na mimi, inabidi tunaelewana, tunajua tunafanya vipi. Lakini Sizo Madrid kwamba ana uwezo kidogo, anapambana, ana bidii. So mimi tunafanya kazi pale kwamba anakuja wakina D Melody, wakina Muki Talenti juzi kati kutoka kuachia ngoma kwa Sizo Madrid, yani kwamba anafanya kitu na dogo, anapambana na kitu chake, kwamba anania kufanya kitu na ipo serious na kitu anachokifanya. Ndio maana sisi tunamfuata, tunatoka tunaenda kufanya kazi kwake. Sahihi. Watu wengi wangependa kujua na Sizo ni mtu aina gani, labda anapenda nini hapendi. Sizo Madrid ipo pisi sana, kwa sababu ukimwelekeza ni hivi na hivi ni anakuelewa, ni mtu muelewa, kwamba ajisikii kwamba ni kila mtu anaishi naye pisi, wadau nini, marafiki anaishi nao pisi. Hapo wenyewe tunapokaa studio tunakutana na wasanii kibao, lakini ambagui unani sijui chipukizi unani, kwa mtu yote anamfanyia vizuri, kwamba anataka kwamba kitu chake kitoke kizuri, sio kwamba anamwangalia mtu fulani huyu Stizo kwamba ule kaenda kaimba sijui na nyimbo gani sijui sikia. Sasa nikwambie, anafanyia mtu yote vizuri, kwamba wewe unavyoimba na unapokosea na kuelekeza pita hapa, ni mtu pisi kwa ujumla. Kwenye singeli tumesikia mara kadhaa, tumemsikia Msomali akwenda kwenye interview mbalimbali, anasema bwana, muziki wa singeli sasa hivi kuna kubaniana. Wewe kama chipukizi, wewe kama underground ambaye unatafuta nafasi kwenye muziki wa singeli, ukizisikia taarifa kama hizi wewe unajisikiaje? Yani mimi najua kwamba muda wako ukifika, yani kwamba muda wako ukifika atoboa. So kwa kila mtu atakupenda, kwamba kuna watu watachukia kwa sababu ile nafasi walikuwa wanaitaka. Yani kama Msomali kwamba kina Msomali wakina Dogolisho wao wanajiona kama wafalme kwenye singeli, kwamba wanajikuta wafalme, na wao kinachowachanganya kwamba wanagombania Mbagala, kila mtu anataka kuwa king Mbagala. Msomali, Muntadi, Dogo Elisha, Doni Blizo wanataka wao wafalme wa Mbagala ndio wao wafalme. Ndio maana unakuta kila siku malumbano hivi. Sisi hatutaki kwamba wafalme wa Mbagala. Sisi tunataka kwamba mataifa, yani muziki kimataifa uende mbali, kila mtu atusikilize. Watu wapige international song tusikilize kimataifa, Nigeria, Kenya, Uganda, wapi, yani watusikilize na sisi. Kama hivyo kwa zetu kwa bongo flava muziki wao kwa mbali kidogo, na sisi kidogo tuupushi, tuutoe Mbagala, tupeleke Kenya, Uganda. Ndio namaanisha hivyo mzee. Sawa. Nimependa sana jinsi unavyojielezea. Unaonekana uko macho hadi sana kichwani ndugu yangu. Sasa ningependa pia kujua kitu kingine, au mashabiki zangu wanapenda kujua sana kitu kingine. Mpaka sasa hivi tulivyoanza kufanya muziki wa singeli, si ndio? Tumefanya show ngapi? Labda show kwa ujumla nimefanya show yani hata 20 nafika. Ila show zingine za kiwana, unajua mazingira ya show umeitwa hapa, kuna show zingine ndio hivyo. Yani namshukuru Mungu kwamba muziki kwa ujumla una kidogo, yani riziki nalipatia, yani si udharau, kwa sababu ulipojigadi ulivyofikia kwamba Mungu ananibariki na kiona ninachokifanya inachofaidisha. Sasa kama unavyotujua Mantich Media tunaonekana kutoka sehemu mbalimbali. Kuna mwenetu yuko Mwanza, ana klabu yake, unaona, ana hoteli yake. Leo anasema anataka maana kumodali.
anampata kwa njia gani? Anaweza kunipata kwa njia za simu, namba za simu. Kwa njia za simu kwa sababu hapa ndipo kwenye interview nitataja namba zangu za simu. Muda wote napatikana. Naomba kwanza uwatajie namba zako za simu maana wawekezaji sasa hivi wengi. Namba zangu za simu 0696 080 690. Hizo namba zangu unaweza kanicheki WhatsApp, ukanicheki kwa njia ya kawaida, zote napatikana. Moda, tunajua sasa hivi muziki wa Singeli unahitaji uwekezaji mkubwa. Nahitaji kujua kwenye muziki huu sasa hivi unasimama mwenyewe au kuna mwekezaji anakusimamia, au kama hamna wawekezaji wewe unahitaji wawekezaji waje wawekeze wa kusimamia? Yaani ipo hivi, wawekezaji ni wapi? Ila wawekezaji walikuwepo ni kama familia, yani kama wana, yani sio wawekezaji kwamba familia, inabidi kwa